Holy Ghost of God. Thank you, Jesus. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mara nyingine tena niko kwenye madhabahu ya kanisa la ICC Hispania. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa wageni tulionao katika madhabahu hii. Kama tunavyoendelea kumshukuru Mungu siku zote, Mungu ni mwaminifu na ni haki kwetu. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu kwa sababu ya neema zake na fadhili zake. Siku ya leo tumepokea wageni. Niko na wageni wawili. Kuna mtumishi wa Mungu hapa, atajitambulisha kwa majina yake, lakini pia atamtambulisha na mgeni mwingine. Labda tu nipenda kukufahamisha ya kwamba upande wa mama yangu pale ni mshirika wa mahali hapa, ni mshirika wa ICC, ni mtumishi wa Mungu ambaye anaabudu mahali hapa. Imempendeza Mungu kwa siku ya leo awepo katika madhabahu hii kwa ajili au kwa sababu ambayo Mungu ameyafanya katika familia yake. Na nisiwe mwongeaji sana zaidi sana, labda nilete kwenu, nimkaribisha, jitambulishe, alafu baadaye tunaendelea. Mama, karibu sana. Labda ni kwa faida ya watazamaji au watu wanaotufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, na ningependa ujitambulishe kwa majina yako na uambie hapa upo unaabudu hapa na uko kwenye kitengo gani. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mary Mbone, nashiriki hapa ICC. Mimi ni Ashas. Tena mimi ni kiongozi wa mama. Ninashiriki katika hii kanisa kwa maana hii kanisa naona inanifaa, tena inanipendeza sana. Kwa huduma hii tunaabudu Mungu. Na Mungu anatutendea makuu. Na Mungu ametuokoa, anaokoa hata wazazi wetu, anaokoa hata ndugu yangu, anaokoa. Amina. Moja kwa moja tuende kwenye swala ambalo linafanya tufike kwenye madhabahu hii. Huyu ni mama yetu ambaye ni mshirika wa mahali hapa, lakini amekuja na ndugu yake ambaye sio mara yake ya kwanza kukanyaga kwenye madhabahu hii. Na leo kama sikosei ni siku ambayo wamekuja kumshukuru Mungu au kutoa ushuhuda kwa yale mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya kwenye familia yake. Ikumbuka kwamba huyu ndugu yetu ni dada, ni kaka wa huyu mama, kwa ni ndugu yake. Ameona leo imempendeza leo kuja katika madhabahu ya ICC na kumshukuru Mungu. Labda tuende kwake, tumuulize, tujue jina lake, anatokea wapi, alafu baadaye tunaendelea. Karibu sana ndugu yangu. Asante, nashukuru. Kwa majina naitwa John Agura kutoka kule Migori, sehemu yenye inaitwa Nyamira. Mimi nilikuja, huyu ni dada yangu, mimi ndio mdogo kwao. Ndio. Asante sana Bwana John. Ninamshukuru Mungu kwa sababu tumewafahamu hawa ni ndugu na wako katika madhabahu hii, na kitu ambacho kimewafanya wafike hapa ni kwa ajili ya kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa sababu ya yale mambo makubwa aliyoyatenda kwa ajili ya familia yao. Na labda Bwana John, ninapenda nikuulize maswali kadhaa ambayo ninatamani kufahamu. Ulipata wapi taarifa za madhabahu hii, au ulisikia wapi kwamba kuna madhabahu ya ICC? Nini sababu? Ulisikia wapi au nani aliyekuletea taarifa za madhabahu hii? Kwanza kabla niongee chote, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote linda hadi nikajua kanisa ya ICC Hispania. Mimi kwanza kitambo nijue haya madhabahu ya Hispania, nilikuwa na shida kubwa sana. Kwa kule kazini Nairobi, nakuwa na matatizo madogo kama yale ya maajali. Kwa na ajali ilifanikia ajali kwanza hii ajali nikaenda nikagongana na gari, wakati huo nilikuwa kuendesha pikipiki.
Kwa maana kwamba wewe ni bodaboda. Ni bodaboda. Okay. Yes. Sasa kwa hiyo harakati ya kuendesha bodaboda, kwa bahati mbaya gari ilikuja ikanigonga upande wangu hivi, ikaniingiza kwenye trailer. Kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu alinisaidia. Kanigonga nikaingia katikati ya trailer, pikipiki hiyo ikanyagwa ikaisha. Lakini mimi nilibaki tu pale pale na nikafanya nini? Nikaondoka, nikakuja nikatolewa nikapelekwa hospitalini. Mpenzi mtazamaji, huyu ni Bwana John anaelezea kisa cha kwanza kabisa ambacho kilipata alipokuwa kwenye harakati zake na shughuli zake. Kama alivyoeleza kwamba alikuwa ni bodaboda na ilitokea siku moja akawa amepata ajali, lakini Mungu wa mbinguni akamwepusha na hiyo ajali. Pikipiki yake ikasagwa na samtrela, lakini yeye kama yeye alibaki, japokuwa alipata majeraha na maumivu. Ndivyo anavyoelezea. Sasa Bwana John, na baada ya kupata hayo maumivu na majeraha na ukapelekwa hospitalini, ni dada hapa ndo alikuja akakushauri kuja madhabahuni, au ulisikia, ulijikuta vipi kama umefika kwenye madhabahu? Nilipigia dadangu simu kwa kumuelezea kwa yale ambayo yametokea baada ya kutoka hospitalini. Ndio dada akaniambia, na unaweza kuwa na nguvu ukuje huku nyumbani. Nikamwambia dada, kwa sasa hivi siwezi nikakuja. Dada akasisitiza sana, akaniambia kuja kwanza uende ukaombewe. Nikamuuliza kwani naombewa vipi na kuna wachungaji wengi? Lakini ikabidi nirudishe roho nyuma, nikasema yule ndio dadangu mkubwa, na kisha niambia kitu acha nikifuate, pengine nimekosea sehemu. Ndio nilipiga hatua ya kuja kutoka Nairobi, nikakuja hadi kwake. Kanitoa kwake akanileta kwa mchungaji kanisani. Kakuja nikaombewa. Wakati huo kanisa kalikuwa pale kwenye mabati pale. Wakati niliombewa kumbe na nikapata uponyaji, nikarudi Nairobi. Amina. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, huyo ndio Mungu wa madhabahu hii, na tunamshukuru Mungu kwa sababu anatutendea mambo makubwa. Na kipindi umeombewa sasa, umekuja na hiyo ajali tayari imeshatokea, umepona, umerudi, baada yako akakwambia uje ukaombewa. Baada ya yale maombi kuombewa, ulijisikiaje moyoni mwako? Nini kilifanyika ndani yako baada ya yale maombi kuombewa? Ulijisikiaje na uliyapokeaje yale maombi, na kitu kilitokea baada ya maombi? Nilifurahi sana kwa ile huduma ambayo mchungaji alinifanyia, na nikashukuru sana dadangu kwa kunileta kwa yule mchungaji. Sikuwa najua kwamba nitarudi vile nilivyokuwa, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wakati ambapo mchungaji aliniombea, nilisikia ni kama nimerudi katika nchi mpya. Na baada ya kuombewa hapo, kuna kitu gani kingine ambacho unaweza ukawaambia watazamaji kwamba baada ya kukutana na mchungaji ukaombewa akakufundisha, na ninaamini mengi alikuelekeza, na ninaamini Mungu alitenda mambo makubwa kwako, unaweza ukawaambia watu kwa faida ya mtu ambaye anatusikiliza kwamba baada ya kukutana na mchungaji Mungu alifunulia hiki alafu kikatokea? Hebu naomba ujaribu kuwaeleza watu nini ambacho kilitokea baadaye. Ndio, aliniombea nikarudi Nairobi. Baada ya kukaa Nairobi tena kwa muda sana, ndio baadaye tena nikakuja nikakuwa kipofu. Nikapofuka kabisa, sikuwa naona chochote. Ikabidi kazi iharibike. Sasa hakuna chochote chenye naweza nikafanya. Kuna mtoto mdogo sana, miaka 7 hivi, ndiye alikuwa ananielekeza tena ile tu namba ya dada ndio ilibidi ikabonyezwa. Tukampigia, nikamuelezea shida ambayo niko nayo. Dada akaniambia rudi tena. Utafanyaje? Nikamwambia hapana, itabidi tena nirudi ukanipeleke sehemu ambayo ulikuwa nipeleka kule kwa yule mchungaji, tuone kama hilo shida linaweza isha. Baada ya kwenda Nairobi ulipitia tena changamoto ya kuvuka, na ulikaa kwa muda gani ukiwa kipofu? Nilikaa miezi
nilikaa kwa muda mrefu sana. Okay, sawa. Na baada ya kutoka kule ulipoombewa, ulipoamua kurudi madhabahuni ukakutana na mtumishi wa Mungu akakuombea, vipi hali yako? Ulifungukaje? Ulipataje uponyaji mpaka leo? Maana tunazungumza na wewe, unaona ni unaweza kusoma. Nini kilitokea mpaka ukafunguliwa? Mchungaji alikuja akaniombea, akafunuliwa vitu rahisi 1, 2, 3 wakati huo. Sasa wakati huo unajua nimefunguka, sasa naona. Sasa mchungaji, sikuenda Nairobi, sasa nilibaki kule nyumbani. Sasa nikaanza kufanya kazi zangu 1, 2, 3, lakini vile niliombewa nikitoka pale, wakati nilikuja nikiwa kipofu kuombewa, nirudi kwenda kule nyumbani, nikawa sasa sikuwa nakula. Ulikaa kwa muda gani bila kula bila kunywa? Nilikaa miezi 3. Miezi 3 hauhisi njaa? Sisi njaa. Na hauli chochote? Na baada ya kuombewa hiyo hali uliombewa na mchungaji, hiyo hali ikawaje? Na uliishaje ile swala baada ya kuombewa? Nashukuru sana kwa sababu wakati ambapo aliniombea nilienda nikatapika damu sana. Yaani ukatapika damu? Nikatapika damu. Nilikwenda nyumbani ukatapika damu? Ndio. Kawaje? Wakati ambapo nilitapika damu nyingi sana. Sasa kuanzia wakati huo ndio nikaanza kuhisi njaa. Mpenzi mtazamaji wa ICC au umetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, huyu ni ndugu yetu John akiendelea kutoa ushuhuda wa vile ambavyo Mungu alimponya. Jiulize, unaishi miezi 3 bila kula, wewe ni binadamu na ambaye uko na mwili unahisi njaa, lakini ndugu yetu alipitia hayo, hakuhisi njaa wala hakuona shida yoyote, ila baada tu ya kuombewa. Baada ya kuombewa ametoka madhabahuni, alipofika nyumbani akaanza kutapika damu, na baada ya kutapika damu hapo ndipo alianza kupata njaa. Kwa maana hiyo kwamba yale maombi ambayo mtumishi wa Mungu Bishop aliyomfanyia, ile huduma ilienda ikafanya kazi, kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu wetu anasikia na anajibu kama tunavyoomba. Na labda nikurudishe nyuma kidogo. Umesema kipindi huko Nairobi pia ulikuwa kipofu, na baada ya kutoka huko ukaja kuombewa, uliponaje sasa? Kwa sababu ulipokuja hapa ulikuwa kipofu ukaombewa, alafu baadaye tena ukaenda, na kipindi hicho ulikuwa hauli miezi 3 mizima hauli, na ukaenda ukatapika damu. Na swala la kuwa kipofu lilishaje lenyewe? Ni muujiza gani ulitokea mpaka ukaona? Mchungaji aliniombea tu, waliitisha maji. Akaomba maji kwenye beseni. Ndio. Yes. Wakati ambapo aliomba yale maji, akaniambia ninawe kwa uso. Ninawe tu uso kabisa. Kunawa uso, kuna vitu ambavyo vilitokea ndani ya macho yangu. Kabla hujaendelea, labda yale maji mchungaji aliweka vitu vyovyote au yalikuwa tu ni maji ya kawaida? Ni maji ya kawaida kwa sababu pahali ambapo yule mama alitoa maji ilikuwa tu maji ya kawaida. Amina. Yaani ni maji tu ambayo ya mtoni tu, yani ambayo umechota ukaweka kwenye kwenye chombo kaambiwa unawe. Na ukanawa. Baada ya kunawa ilichukua muda gani ukapona? Sikuchukua muda kwa sababu vile nilimaliza tu kunawa uso, kwenda kufumbua tu macho nikaanza kuona ni kama naona. Nikasema kwamba acha niongeze kuosha, pengine yanaweza funguka kabisa. Wakati niliosha yakakuwa yanaona, lakini hayakuwa yanaona vile sana. Ndipo mchungaji wakati wa kumaliza kunawa ndio akaniombea tena upya. Okay, amina. Na nataka kujua shauku yako, furaha yako baada ya yale maji kuyanawa na ukaanza kuona, moyoni ulihisi nini? Nini ulihisi? Yaani unajua kuna ile feeling mtu unapata baada ya uponyaji, kwa sababu ni muujiza mkubwa. Ni maji tu ambayo ni maji kama maji mengine. Na ninaamini ulikuwa ukiamka asubuhi unanawa, kwa nini haukupona? Na yale maji ambayo mtumishi wa Mungu tena hakuja nayo yeye, yamechotwa nyumbani kwenu. Yaani yamechotwa nyumbani na ukawekewa ukanawa. Ni yale ambayo unayatumia siku zote. Ulijisikiaje? Ulifeel nini? Nini ambacho kilikuwa moyoni mwako? Furaha. Nilikuwa na furaha sana. Hata waleo bado huwa nakuwa na furaha.
Ni vile tunashida huo vile na chenye naweza fanyia huyo mchungaji, huwa namwombea tu heri ya Mwenyezi Mungu azidi kumlinda, azidi kumweka pale, akasaidia wengine pia. Amina. Asante sana mpenzi mtazamaji wa ICC Media. Ninayo furaha kubwa kwa sababu huu ni muujiza ambao Mungu amefanya, na sio muujiza mmoja peke yake. Iko miujiza mingi ambayo Mungu ameitenda katika madhabahu hii, na ndio maana leo hii unaona watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu ametoka Nairobi, ameamua kuja kumshukuru Mungu na kumshuhudia Mungu juu ya matendo yake makubwa ambayo Mungu amemfanyia. Na labda tu swali langu la mwisho kwako, baada hapo nirudie kwa dada. Na unawaambiaje watu juu ya madhabahu ya ICC? Unazungumzia nini juu ya Mungu huyo ambaye amekutendea miujiza mikubwa kiasi hiki? Unawaambia nini watu wanaokusikiliza saa hizi, utakopo hewani, watu wanakutazama? Unazungumza nini juu ya madhabahu ya ICC? Unamzungumziaje Mungu aliyekuponya kutoka kwenye hizo shida ulizokuwa unazipitia? Mimi kwanza nikushukuru sana. Tena niko na furaha sana. Tangu niombewe niko na furaha sana. Na ningependa kuambia watu, kanisa la ICC kuna uponyaji. Kuna uponyaji, na si eti ni maneno tu kutoka mdomoni mwangu. Ni maneno hata Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni anayajua. Kitu ambacho kilinitendekea na kanisa la ICC, kuna wachungaji wengi walikuwa wanakuja kuniombea kweli. But ni ile tu kuniombea ili nikuwe na nguvu. Lakini wakati ambapo nilifika kanisa la ICC, uponyaji ukukuli. Na nazidi kuambia watu wote, kama kuna mtu ambaye ananiona pahali ambapo alipo na unapata shida, na sio eti shida tu umepata shida, tafadhali tafuta kanisa ambalo liko na uponyaji kama ICC, ili uje ukaombewe na utapata uponyaji. Amina, ubarikiwe. Na swali langu la mwisho kwako, labda katika hayo yote ambayo umeyazungumza, uponyaji ambao Mungu amekutendekea, yani Mungu amekutendea, na labda ulishawahi kutoa pesa yoyote ili uombewe madhabahu? Sikutoa hata shilingi hata moja. Sikutoa hata hela hata moja. Hakuna shilingi, hakuna hata ndururu. Hata shukrani yenyewe sijawahi toa katika kanisa. Chochote sijawahi toa, hata sijawahi tisho chochote. Mimi mwenyewe ndio nafsi yangu huwa inajutia kila wakati. Lakini siku moja nazidi kuomba mchungaji azidi kuniongoza ili siku moja niombee ili baraka zifunguke na mimi mwenyewe nione nitatendea Mwenyezi Mungu nini. Amina. Na nigeukie kwako mama, na najua huyu ni familia yako, ni ndugu yako, ni mzaliwa wenu wa mwisho. Baada ya kupokea uponyaji huu na baada ya kufika madhabahuni, wewe kama mshirika wa ICC ulijisikiaje baada ya kupokea uponyaji ndugu yako? Mimi nilisikia furaha, nilifurahia sana ndani ya moyo wangu, kwa maana kanisa ukiponya mtu mpaka furaha ikuwepo, na Mungu azidi kushusha baraka katika hili kanisa. Mtumishi wetu azidi kuinuliwa, aombee wengi. Amina, shukrani sana. Na labda niulize swali moja kwako mama. Wewe umekuwa ukishiriki mahali hapa muda mrefu, na katika mkasa wa huyu ndugu yako, ni kitu gani ambacho kilikustua ambacho mchungaji alifunuliwa na haujawahi kumwambia, na baada ya kukaa alimuuliza ndugu yako kwamba akamwambia kuna hiki na hiki na hiki? Je, labda unaweza una chochote cha kuzungumza hapo? Kuna kitu ambacho ulimshangaa Mungu wa mahali hapa kwa ajili ya kumfunulia mchungaji vitu vya ndugu yako? Nilishangaa kwa maana hiyo vitu vilikuwa vitu kadhaa. Sasa sikujua mimi naishi huko na yeye anaishi huko. Sasa baada ya kuomba, mchungaji akafunuliwa kwa nyumba tu, anamwambia hiki na anakubali hiki kiko na hiki kiko. Wakati kumwambia ukienda nyumbani hutakuta hiyo vitu, utakuta vimeenda, lakini usishutuke. Na uhakika alifika nyumbani akanipigia simu, akaniambia dada, nyumba imebaki bure, hakuna chochote. Nikamwambia jipe moyo, jua kwamba maombi imefanya kazi. Shukuru Mungu kwa yale amekufanyia. Na nilifurahia sana Mungu kufanya kazi hivyo, kwa maana Mungu akikutendea hivyo inabidi na wewe uwe na furaha na uwe na amani. Na wengine nao pia wazidi kuomba Mungu, acha kufanya kazi tu
bila kushukuru Mungu, Mungu anatenda makuu. Amen. Na nirudi kwako kidogo. Wewe kipindi umeonana na mchungaji kwa mara ya kwanza, najua haukufunguka kumweleza vitu vingi. Ni kitu gani ambacho mchungaji alipokuona tu akakwambia wewe kuna 1 2 3 ulikuwa umepanga hiki na hiki na hiki? Kuna chochote ambacho labda mchungaji aliwahi kukufunulia ambacho yeye amefunuliwa juu yako? Okay, yenyewe kuna vitu nyingi ambazo alifunuliwa. Hata nikashangaa kwamba kwani mchungaji amefika kwangu na akaanza kusakanya vitu ndani. Kuna vitu kadhaa wa kadha, vitu vya thamani sana ambavyo vilikuwa katika nyumba yangu. Vitu nyingi sana zenye hatuwezi taja hapa sasa hivi. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mchungaji alinielezea, akanielezea kila kitu, akaniambia wakati ambapo utakapofika nyumbani utapata kama kuna vitu zingine zenye ulikuwa nazo za dhamana hazipo, usishangae. Na pia wakati huo nakumbuka hata kuna kitu nilikuwa nimesahau. Wakati ambapo hiyo ilifanyika sasa, nikarudi kanisani ili kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Kuna pesa nilikuwa nazo. Nilikuwa na pesa, si eti ni shilingi, but nilikuwa na pesa kwenye mfuko. Kuna zenye nilikuwa nimefanyia kazi siku hiyo ya bodaboda, na kuna zingine zenye nilikuwa nimepata tu wakati huo. Kuja kufika kule mchungaji kwenda kuomba, sasa nataka kutoa sadaka kama shukrani, sadaka ya kanisa. Niliona maajabu. Zile pesa nilikuwa nimetenga kwamba kuweka kwenye madhabahu zilipotea. Nikabaki na pesa kidogo sana katika mfuko wangu. Yaani ulikuwa umemaanisha kwamba umedhamiria kwamba niende nikatoe sadaka hii hela, na kulikuwa umezitenga. Kuna hela ambayo ulikuwa umefanyia kazi ya bodaboda na kuna hela nyingine ambayo ulikuwa umeipata. Maana yake ulikuwa umeamua kwamba nikamtolee Mungu sadaka kwenye hela zote hizo ambazo ulikuwa nazo. Yes. Lakini ulipofika madhabahuni baada ya maombi kuombewa na unataka utoe sadaka ile hela, haukuipata tena. Ndio. Na mchungaji ulipomwambia, ulimweleza kwamba hela imepotea au yeye alikwambia hiyo hela hautaiona? Hapo ndipo mchungaji alinitangulia kabla niseme kwamba nataka kutoa. Alinitangulia kwa kuniambia kwamba nipatie shilingi 100 niende nikanunue bamba. Mimi kwenda hapo ndipo niligundua kwamba kumbe sina hela mfukoni. Nimebaki tu na shilingi 800 peke yake. Kwa maelfu ya pesa nimebaki na shilingi 800. Hadi nashangaa hadi wa leo penye zile pesa zilienda. Na mchungaji akakwambia kwamba unajua ulikuwa unataka kutoa hela, ila hiyo hela haipo. Ndiyo. Na akakwambia hela ulionayo ni 800 tu. Ndiyo. Na akakwambia kama ulikuwa umepanga kulipa nipe 100 tu kwenye 800. Ndiyo hiyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mpenzi mtazamaji, na ninajua umekuwa ukifuatilia, na leo watumishi wa Mungu wamekuja kwa ajili ya kumshuhudia Mungu. Maandiko yanasema kwamba tusiache kumshuhudia Mungu anapotenda mambo makubwa na ya ajabu katika maisha yetu. Leo umefunga safari kuja madhabahuni ili kusudi kumshuhudia tu huyu Mungu kwa ajili ya mambo makubwa na ya ajabu aliyoyatenda katika maisha yao. Na mimi nipende kukushukuru na niendelee kukusihi, endelea kutufuatilia, na kila siku ya Alhamisi tutakuwa tunakuletea vipindi vya ushuhuda na shukrani ambazo Mungu ametenda kwenye madhabahu yetu ya ICC. Usiache kumshuhudia Mungu popote hata ulipo, hata kama uko mbali, kama ulihusika kwenye maombi ya madhabahu hii, wasiliana na timu ya media, wasiliana na sisi kwenye peji zetu, tutakufuata popote kwa ajili ya kusikia nini ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Niendelee kukukaribisha sana kwenye madhabahu hii. Ibada zetu zinapatikana Jumapili. Tuko katika kanisa la ICC, na ukifika hapa Hispania Junction ya Kihancha, tuko karibu na kanisa la Maranatha. Tunaitwa ICC Hispania. Karibu sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante. Holy Ghost of God. Thank you, Jesus. Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda
zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Uliyoyatenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba, nimekuja kushukuru. Umefanya mengi, Baba, nipokee Baba. Nikulipa nini kwa yote umefanya Baba yangu? Nikulipa nini kwa yote umetenda Baba? Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Mwambie tena, baraka zako, baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina niseme nini Baba? Niseme nini? Siwezi kueleza Baba, nina kushukuru. Hey, niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza bali nina kushukuru. Bwana, niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza bali nina kushukuru. Hey, bali nina kushukuru. Hey, bali nina. Pokea ibada ya, pokea heshima na utukufu. Bali nina, bali nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina kushukuru. Oh Baba, nina. Kwa kinywa chako tu mwadhimishe Bwana. Mwambie, ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Ninakushukuru kwa rehema. Ninakushukuru kwa fadhili zako. Ramasoka tababa zekatama yanderere mosata ripokoromosa zeketere na mai riana mosataba. Shukuru tu Mungu pamoja nami. Mwambie, Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Ropi zaka. Umefanya hili, umefanya lile, Raposieke Ramakoria. Umefanya hili, umefanya lile,
jina, akupe jina, akupe jina. Umefanya hili na lile Bwana. Ropo zeke, nenda mbele za Bwana mshukuru. Rapa zike shaka ria sheke taba riko na mandere dosaka rikamando rapa saka shako tia mandere kandila na saka na Mungu, mimi ni nani kuitwa katikati ya mataifa? Nimekuja kushukuru, sio kwa ujanja wangu, sio kwa nguvu zangu, ni rehema zako tu. Kama unajua rehema za Bwana zimekuwa nyingi kwako na hujastahili, maramazata baba sheketerere mande nina mandere mosata shakotia mandere siakora masaka shania na moya rakosia makara rikasapa sheketa. Umefanya hili na lile, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba nina umefanya hili, umefanya lile, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Bora mazepe. Akupa jina kwa mabosi wako, akupa jina kwenye biashara. Umefanya hili, umefanya hili, umefanya lile, kwenye huduma akupa jina. Pokea jina jipya, pokea heshima mpya. Umefanya hili, rapo saka anasikia neema ya Bwana ya ajabu. Umefanya hili na lile, moja kwa moja, moja kwa moja. Kerapo sa sheketa rikaba boseke Riaposaka Shako Terema Rika Masekata. Limitation zinaondoka. Karamo sete. Chains are breaking. Rima Sobaka Kanela Rabo Sakari Ramo Sata Rika Seke Rapo Kete Riko Zata Shakote. Jumapili yako haitakuwa ya kawaida, Jumatatu yako haitakuwa ya kawaida. Utazama tunda kila mwezi. Rapo zika rikamande zako taba zikata. Unapomshukuru anatangaza msimu mpya, anatangaza msimu mpya, anatangaza msimu mpya, msimu mpya wa mahusiano, wa ndoa yako, wa familia yako. Come on, come on, come on. Paka kule, paka kule, paka kule. Come on, come on, come on, come on, come on. Pokea shukrani zetu. Pokea shukrani zetu.
ulivyomwokoa mtoto ripo sakapa ripo seketa. Nakumbuka mambo mengi, nimekuja kukushukuru, nimekuja kukushukuru, nimekuja kukushukuru, nimekuja kukushukuru, nimekuja. Shanererererera bobosata yanerererere bosa. Hujaruhusu shetani anivuruge, haujaruhusu machozi yangu yaona na shetani, haujaruhusu mabaya yanipate. Hakuruhusu nife, hakuruhusu nife. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile. Umefanya hili, umefanya lile, utafanya na lile. Bado nina kuamini. Umefanya hili, ulifanya lile, utafanya lile. Bado nina kuamini. Umefanya na hili, ulifanya lile, utafanya na lile. Bado nina kuamini. Matendo yako kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya hili. Umefanya hili na lile, ukuchoka ukafanya na lile. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya